Bagamoyo yo, Bagamoyo juu, Bagamoyo yo, Bagamoyo juu, Bagamoyo yo, Bagamoyo juu, Bagamoyo yo, Bagamoyo juu. Amshukuru Mungu kuzaliwa. Baby, Lijua tu wewe. Ndimbo mpenzi wangu. Yes. Napenda sana unavyoimba. Nakwambia kitu kimoja baby. Aisee mimi naimba. Yaani mimi Bagamoyo nzima, mimi ze one kwa kuimba. Mimi ni noma. Acha nikwambie kitu. Kundi letu lina watu wanaimba, ni 5 wanaimba, lakini mimi ndo msho wao. Eti Nilijua tu nikasema huyu lazima aje. Niambie. Yes baby. Si unajua nipo hapa kwa ajili yako. Najua vizuri. Huenda mimi ni mwanamke ambaye nakupenda sana kuliko hata mwanamke uliye naye kwa sasa hivi. Najua. Amida ananipenda. Na kule naye Zamda ananipenda, lakini Amida hananipenda kweli. Na amenisubiria mpaka tunda nimekula mimi. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Pia ni mlembo, afu bado mdogo. Yaani paka la najilia vyangu sio miaka hii. Yaani wewe mkorofi wewe. Tukastungeoga. Nice. Ingia tuoge basi. Tuoge bana. Mwenye moga. Moga huko. Ndimbo nakupenda basi babangu. Na mimi nakupenda Amida wangu. Bagamoyo yo, Bagamoyo juu, Bagamoyo yo, Bagamoyo juu, Bagamoyo yo, Bagamoyo juu, Bagamoyo yo, Bagamoyo juu. Namshukuru Mungu kuzaliwa Bagamoyo, mji ulo salama, hauna hata choyo, wageni wengi wanakuja Bagamoyo. Ni kweli nateseka peke yangu kwenye dunia, manipo na wenzangu. Mzigo nilobeba ni mkubwa, sizilinganisha hata na umri wangu. Mzigo wake punda, teke lake punda, hivi nitaweka wapi ni sura yangu? Nilivuta subira likakonda, nikauguza donda likapona. Mzee mponda naye akaponda tope, mwisho siku akaletea ugonjwa. Nimeumbwa kuteseka ama kupata tabu kwa dunia, au tatizo mimi sina nyota, naonekana tu niloka njia.
Ndimbwa mpenzi wangu. Amina yako amekukumbuka. Nimemsikia nafasi zote kwako. Najiona tena sina thamani. Ndimbwa wangu. Nimekosea sana. Nimekosea sana familia yako. Nimemkosea sana mke wako Ndimbwa. Nimemkosea sana mtoto aliyeko tumboni, angaliana hata hatia Ndimbwa. Lakini hata amesababisha babako. Babako ni mnyama sana Ndimbwa. Natamani hata ungekuwa kwenye maisha yangu Ndimbwa. Ningekueleza ukweli Ndimbwa. Lakini Ndimbwa, kisasi chako nimeshakilipa. Mimi hii mikono imemuua babako Ndimbwa. Ndimbwa, nimekuletea hii barua. Isome Ndimbwa wangu. Lakini nimemisi sana uwepo wako kwangu Ndimbwa. Naomba uisome hii barua Ndimbwa. Zubeda. Kama Zubeda. Unatatizo? Kama Zubeda anzikana kwa hiyo mai. Vipi tumu unasikiaje na kutumu? Tumenasikia kama kuna sasa mimi nikwambie kitu kimoja mke wangu. Unajua ni muhimu sana kwangu. Afya yako pia lazima nizingatie kila muda. Unatakiwa kujiandaa na dispense. Baba, samanini kwa usumbufu. Nimewaita hapa. Hakuna tatizo kubwa sana. Unajua leo asubuhi mke wangu aliamka yupo sawa. Mimi niliamua nimpeleke dispensary pale kumchekia afya. Maana tunashauriwa ukiona mwenzio yupo sawa, mpeleke hospitali, sio utoka kuchukua dawa kamnywisha hiki mara hiki, sio nzuri kwa afya. Nilipofika kweli alipimwa, alikutwa na malaria. Maana mwenzangu mara nyingi sana ni mvivu sana kuweka neti. Lakini kingine amekuta mke wangu ana ujauzito. Nimekuja kwa taarifa tu kwa mke wangu sasa hivi ni mjauzito. Jembe. Hayo ndo maneno. Unajua mara nyingi sana tunakwambiaje? Ukikamua inabidi ugandishe. Hilo ni jambo la heri. Lakini leo sina maneno mengi sana zaidi ya kuwapeni hongera. Mwanangu hongera sana. Asante baba. Jambo la heri. Hongera sana wanangu. Nafurahi sana kusikia hii taarifa. Ninaombea sana kwa Mwenyezi Mungu. Nilikuwa naisubiria sana kwa hamu sana kusikia kwamba mke wako ni mjamzito. Mwenyezi Mungu, nashukuru sana. Walinde hawa wanangu. Mlinde hata mjukuu wangu ambao yuko tumboni. Mwanangu, hongera sana. Asante mama, nimekuelewa. Nashukuru sana.
Kingine mama yangu nilikuwa nachokiomba, unajua mke wangu ni mvivu sana wa kuweka neti. Na kipindi hiki ni muhimu sana kuzingatia alituambia dokta. Kwa kuwa tushaanza kila kitu. Sisitizie sana kwa aweke sana neti kwa sababu malaria sio nzuri. Na kipindi hiki tena ujauzito muda mwingi atakuwa namna tulivyoenda tumegewa kila kitu, tumegewa neti na tumeanza ushauri na tumepimwa na kila kitu tupo sawa. Kifupi tu yeye mwenyewe pia anazingatia muda mwingine ikiwa nimetoka mama usahau kumzingatia kwa yafunga neti. Sawa mwanangu. Umesikia anachoongea mume wako? Nataka ufanye hivyo ili kumlinda mtoto wako aliyoko tumboni. Sawa mama. Sawa. Sauti ya wakubwa, muziki ya watu wazima. Sema haina shida. Mimi ukinielekeza simu moja tu hapo natokea. Mambo yanaenda. Asa hapa. Lizi. Jamani Lizi, haubadiliki. Mimi badilike nenda wapi? Mimi nakuona. Hujapoa uko nyuma kuna. Wewe nawe na nenepa hapa wakati mwenzako nipo shule hata sinenepi. Kusema kuna usana nini wewe? Sasa sikiliza. Oje mimi hivyo na zazo wako ameama nikajua na wewe ndo basi nishakukosa. Hamna bwana, si ndo kama unavyojua. Mimi huku ni mazingira nimeyazoea, kule kwingine siwezi kuishi. Alafu kiangalia. Sina jambo zako kuna chumba. Niambie nani huyu? Na yuko kujisaulisha. Si Ndimbwa mchumba wangu. Ndimbwa? Mume wangu mtarajiwa. Hebu ngoja kwanza nani? Wewe nawe ni mnafiki, si Ndimbwa? Wewe Ndimbwa si mtu Ndimbwa. Lakini tuende na story umenenepa? Ndimbwa mtu wewe. Lizi. Serious? Lakini tuende na story. Sio sawa. Kula Lizi. Ndimbwa ameniahidi mambo mengi. Hawezi kuniacha. Sema kitu Lizi. Lizi basi sema unanidanganya. Unanidanganya. Ndimbwa mtu. Ndimbwa hawezi. Kweli. Pole. Ndimbwa wangu mimi. Hawezi. Ndimbwa wangu mimi. Sio sawa. Ndimbwa baba, Ndimbwa hawezi kuniacha. Ndimbwa hawezi. Lizi basi unanidanganya. Sema kitu basi. Sema unanidanganya please. Sasa nikudanganye nini? Nimeongea ukweli. Huyo Ndimbo. Mimi naongea uongo. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia. Ndimbwa sema unanidanganya. Ndimbwa wangu mimi. Ndimbwa hawezi. Ndimbwa hawezi. Haiko sawa. Ndimbwa ameniahidi vingi. Sio sawa. Sio sawa. Sio sawa. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Naumia, naumia. Naumia, naumia. Naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia. Ndimbwa. Amida,
Ujambo? Mbona uko huko Hamida? Wazazi wako huko wameondoka. Mbona unalia? Ndimbwa, nipo hapa kwa ajili yako. Alafu Ndimbwa, kwa nini umeoa Ndimbwa? Iko pia ahadi yangu. Nisikilize Hamida, nisikilize. Unajua ule ulikuwa ni utoto. Hamida, ule ulikuwa ni utoto. Nilifanya vile madi usome. Sababu muda tunanipenda, mimi namaliza shule. Wewe bado unanipenda, nikaona nikifanya vile usome kwanza. Afu nikwambie kitu kimoja, umri wangu mimi hapa na wako haufanani. Ndimbwa mapenzi hana mtoto. Hana mkubwa Ndimbwa. Ndimbwa mimi wewe nakupenda Ndimbwa. Haijaishi wa mkubwa Ndimbwa. Nisikilize Hamida. Kipindi hiki hapa Hamida, mimi nina mke na mke wangu ana ujauzito na karibia kuitwa baba mimi. Kikubwa tafuta msomi mwenzio, akuoe. Nisikilize Ndimbwa. Hamida nakupenda sana. Na mimi sipo tayari kupoteza kwa aina yoyote ile. Haijaishi umeoa. Lakini mimi nakupenda Ndimbwa. Ninachokuomba Ndimbwa, leo uje kwangu. Nakupenda Ndimbwa. Ndimbwa, Hamida anakupenda Ndimbwa. Hamida, nisikilize kwa makini. Wewe ni mwanamke mzuri. Hamida. Nisikilize Ndimbwa. Ndimbwa, Hamida anakupenda Ndimbwa. Nakupenda Ndimbwa. Ukitaka uishi kwa amani na mke wako, naomba baadaye uje kwangu. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Hamida, mimi mume wa mtu Hamida. Mimi na mke sasa hivi Hamida. Hamida, ulikuwa ni utoto tu mama yangu ule, utoto. Naumia. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Naumia. Naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Hamida. Shikamoo mzee. Mtoto umekuja kama umetoka mwezini ukaja duniani. Mtoto ua ukiweka mezani unapendeza. Hamida, nikikuchukua ukawa kama bibi mdogo, nitakulea kama ua langu. Hivyo mzee, unajisikia kweli wewe unachokiongea? Yaani wewe kwa utu uzima wako ulikuwa ni wewe kutulia nyumbani na familia yako. Unitake mimi utaniweza? Alafu mzee, nakuheshimu sana, nisinga kuvunjia heshima hapa. Mimi sio taispea mama ya kwamba labda kila Land Rover itakayotumika basi lotari ndilo litumike. Nasemaje? Wewe mzee, ukome kunifuatilia. Koma kabisa kunifuatilia kwenye maisha yangu, umesikia? Tena kwa taarifa yako, ukirudia tena kuongea ujinga wako, ndio kushtaki kwa mwenyekiti. Mimi ndio mzee Ndimbwa. Bagamoyo mzima hii inanitambua. Hata huyo mwenyekiti unayemsema ananijua haswa. Kama wewe msula ule. Binti. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia. Binti. Mimi ndio mzee Ndimbwa. Bagamoyo mzima inanitambua. Unanitukana mimi?
kweli nateseka peke yangu kwenye dunia, manipo na wenzangu. Mzigo nilobeba ni mkubwa, sizilinganisha hata na umri wangu. Mzigo wake punda, teke lake punda, hivi nitaweka wapi ni sura yangu? Nilivuta subira likakonda, nikauguza donda likaponda. Mzee ponda naye kaponda tope, mwisho siku akaletea ugonjwa. Oh, Ndimbwa, Amida anakupenda Ndimbwa. Ndimbwa anakupenda Ndimbwa. Ukitaka uishi kwa amani na mke wako, naomba baadaye uje kwangu. Oh na 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 na, oh na na na. Hivi ndivyo yalivyo haya mapendo. Unaweza ukapenda ukatoswa. Ukitaka uishi kwa amani na mke wako, naomba baadaye uje kwangu. Mana nakatisha tamaa, namuhitaji balaa. Mwenzangu ananiona kinya, nayaogopa sana. Mana nakatisha tamaa, namuhitaji balaa. Mwenzangu ananiona kinya. Oh na na na, oh na na na. King Genius Music. Mwani ya mama, mwani ya mama, mwani ya mama. Ndimbwa kidogo nimemtuma kachipokea, japo ni ndogo, chukua uende ukatoe barua kwa kina. Mwani ya kidogo nimemtuma kachipokea, japo ni ndogo, chukua uende ukatoe. Naona umekaa mwenyewe umenisubiri. Yeah, since uliniambia tu naenda huko kuchange clothes, nitarudi, umbadilisha nguo but umechelewa. Why? Several times I've called you, never pick my call. Why? Shida yako umeweza kunilalamikia. Kila siku unajua kulalamika tu. Mwanzo nilipotoka tu kubadilisha ile nguo, natoka papo nimekutana na Amida. Ah, Amida ngani tena huyo? Amida huyu unamjua wewe, Amida. Amida. Yeah, Amida. But mimi najuaga one thing, Amida they are shifty already. Ako yeye na familia yake wamesha shifty kwa hii village. Sasa ukiniambianga tu umemwona Amida unaniconfuse. Amida amekujanga tena huku kujuanga nini? Wewe upo wapi wewe? Amida huku kaja kwa Ndimbwa Korondingo huku. Babe, are you serious? Don't joke, please. Baby, you are joking. Ah, mimi najuaga one thing. Ndimbwa already ako na girl, ako na ameoa already, ameoa Zubeda. Zubeda na Ndimbwa they are married already. Sasa ukiniambia tu Ndimbwa kafuata huku na Amida, you are confused my mind. Ndimbwa is married. Zubeda upo sahihi kabisa, yani ipo hivyo. Ndimbwa alimwoa Zubeda na ndo mkewe yule. Ila sasa sijui kwa Amida kule ndo kimada, kwa sababu yeye kaniambia naenda kwa Ndimbwa, nimekuja huku kwa Ndimbwa bwana yake. Sasa mimi nimeota. Mimi nilipokutana naye sasa pale, ikabidi nimchane mimi uongo, uliniambia niache uongo. Nikamwambia Amida, wewe Ndimbwa unamsema bwana yake, mke wake yupo. Zubeda. So umempa white. Nimemwambia kalia. Unajua amelia. Kagagani nimeacha pale watu wamejaa hivi, mimi kabidi wewe unjitenge. Babe, umefanya kitu kizuri kumpa white, but mimi naona tu umekosea. Kwa sababu what if me nikikwambia babe I want to add someone else, ni juu nataka kuoa mtu mwingine wa pili, au nataka kuwa relationship another girl, what do you expect? Wewe ndio kwenda kucheza na akili yangu wewe. Wewe ulinifundisha mimi niwe mkweli, sio wewe? Mimi nimekosa nini kuambia kweli Amida? Hujakosea. Even if baby, okay, if you take easy, let me add another one. Let me let me add another one. I'll find another girl. Then what do you feel? I try to wear her shoes. Nikivanga tu viatu vya Amida naona tu ameumia. Viatu vya Amida mimi vinitosha. Sasa wewe ongeze mtu mwingine nani? No baby, don't panic.
you to me na for the two joke. I'm Joko, baby. Trust me, I'm Joko. It's not even true. Mimi siwezi ongeza mtu mwingine kati na jonga wewe uko hapo. Juu manzi yangu umekaa poa, umekaa mzuri, juu unavutia, you are beautiful. Why should I another one? Why should I? Nafaa kuongeza mtu mwingine for what? You are everything. I'm satisfied on you. I'm satisfied. You give me everything what I need. Hapo umeongea baby. Don't go, please. Tuachane na Amida tuongea kwetu. Mimi nafaa tu tuongee Amida tu nikuchokoze juu una feel bad. Mimi una njaa. Chalosa. Namtaja baby wangu. Ndimbo. Yes baby. Hatimaye leo ndoto yangu imetimia. Ile ndoto ambayo Amida kila siku alikuwa akiota. Leo kile nilichokutunzia hatimaye umekipata mpenzi wangu. Amida, mbona unalia? Sio kwamba nalia ni uchungu. Nalia kwa furaha. Maana leo nimempata yule ambaye nilikuwa nikimwota. Ndimbwa. Yes baby. Unajua fika wazazi wangu hawapo hapa. Unajua nyumba iliyokuwa naishi wazazi wangu ilibidi wapangishe. Lakini mimi nimekataa. Nilikuwa kuja kupumzika huko. Ili tu nionane na wewe Ndimbwa wangu. Hivyo basi naomba usije ukaniacha. Nakupenda sana Ndimbwa. Kwa hiyo tuko tunaongelea ndani na mama moja ukae nje. Lakini sawa. Ndimo naomba uniambie jana ulala wapi? Mke wangu, unajua nimetoka nje kwa sababu sitaki kugombana na wewe. Umeelewa vizuri? Lakini kingine, mke wangu nafahamu vizuri kwa mimi nakuhitaji sana wewe. Tena nakupenda sana sana kuliko mwanamke yote kwa sasa hivi. Na mpaka nimeamua kuoa kuishi na wewe, mpaka nimezingatia vitu vingi sana kwako. Hivi unasema nitakuwa na nani mimi? Eti. Bai jana mimi nafanya kazi yangu kama kawaida, custom kule za madumu. Lakini baadaye kuna gari lingine lilikuja. Lilivyokuja gari la kina Jumbe yule, mimi haraka tu nikaanza kufanya nini? Nikaanza kubeba madumu. Tena tulikuwa kundi moja na ndugu zangu wale wanipe 5. Tukabeba ndugu zangu wanipe 5 madumu. Tumeweza kubeba madumu pale. Tumeweza muda mbaya. Yaani muda saa 8 saa 9 vile mke wangu. Nikawaza mimi yule mwenzangu Chiba pale, tukawaza pale yule Maki, tutawezaje kuja usiku huu? Tukashauriana bado tupumzike, tutakuja asubuhi. Sisi tukaviara tulivyopata mwisho siku njiani pale, leo tukapata madhara vikaibiwa. Niende wapi mke wangu? Yaani mpaka sura yako inakusuta. Naongea uongo kabisa mume wangu. Ina maana mbona kila siku ukienda huko unaniambia? Iweje jana umeondoka
Hujaniambia kama unalala nje. Unarudia sasa hivi asubuhi. Kweli mume wangu? Amna mke wangu. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Tena mzuri kuliko unavyofikiria. Na nikikwambia mimi mzuri mpaka niamua kuoa ili mzuri. Alafu kingine unanipa kila kitu ninachokihitaji tena kwa wakati. Hivi niende kufuata nini kwa mtu mwingine mama wangu? Kitu gani kwako sipati? Ninachogundua kwako wewe. Huo ni mimi tu. Lakini ukweli kabisa. Mimi nakuhitaji sana wewe. Alafu mwanamke wangu ni mzuri. Yaani mimi najisifia kokote nikitembea. Hata nikipita pale nipe tano najua kabisa kwa ndivyo mke wake mzuri. Kama neno hivi mama, kama tunapenda. Alafu kumbuka mimi nimeshakuwa mjamzito. Kwa nahitaji ukaribu wako. Nakumbuka siku ya pili tuliambiwa nini? Madaktari walisema kabisa tunatakiwa tujilinde mimi na wewe ili mali tusije tukajiambukiza magonjwa mabaya na pia tukamwambukiza mtoto wetu ajaye. Na maana mimi muda mwingine nikae ili wewe, yani wewe yani wewe sio kama mwanzo tunakaa, tunapiga story, tunaongea, tunacheka. Sasa hivi nakuona upo kwenye huzuni sana. Hauna furaha, unakaa unajitenga. Alafu mama, nimejaribu kuangalia vile vidonge ndani. Inaonekana hujameza, yani kama siku 4 siku 5 mamaangu. Kwa nini niona sasa mpaka sasa hivi unazofika? Afya yako inakupa unapungua, yani mpaka mwili sasa hivi unapungua. Shida nini? Ujaanza kuumwa, wengi wanaumwa. Ila tu wanazingatia dawa. Ukizingatia dawa, utakuwa upo sawa tu. Usiwe na mawazo. Haya yote kawaida. Mwanangu, najua sana mwanangu. Hata kama nikinywa zile dawa mwanangu, asiwezi kubadilisha maisha. Haiwezi kubadilisha kitu chochote kwangu. Usiseme hivyo mama. Hiyo yote hali ya kawaida tu. Meza dawa. Uishi kama unavyoishi wenzio. Mbona wengi tu, huwezi mjua mnene, huwezi mjua mwembamba, wanaishi safi tu kama watu wengine. Usipende kujitenga hivi ukakaa na mawazo. Hayo mawazo ndo yanakufanya mpaka sasa hivi unapungua. Kukosa kumeza dawa unafanya mpaka sasa hivi unazoofika. Meza dawa mamaangu. Itafika mahali atapita tu hayo. Usiwe hivyo kinyonge muda wote, unajitenga. Tukae tu kama mwanzo, tunapiga story, tunacheka mamaangu. Takaa kuwa sawa tu. Haiwezi kubadilisha hatima ya maisha yangu. Unajua ili tatizo limetokana na nini? Limetokana na baba mkwe wako. Kinachoniuma zaidi mimi, nini alinidanganya. Kwa nini hakuniambia ukweli? Kwa nini? Nasikia uchungu mwanangu. Sasa mimi ameniambukiza mimi. Kwa nini hakuniambia ukweli kama
mabadiliko. Siwezi kubadilisha mimi maisha yangu. Mwanangu, achana naye asinywe dawa. Mzee Mbingu hapo. Miaka 10 na dunda. Shashauriwa na madaktari. Na kula vidonge. Matunda kwangu ni kawaida. Sasa kama hataki kula, mwache atakufa. Hapa mtawa mwanamke mwingine. Tamaa zenu hizo. Ni kweli nateseka peke yangu kwenye dunia, manipo na wenzangu. Mzigo nilobeba ni mkubwa, sizilinganisha tena umri wangu. Mzigo wake punda, teke lake punda, hivi nitaweka wapi misula yangu? Nilivuta subira likakonda, nikauguza donda likapona. Kwani je, ni kina nani? Unataka kujua si kina nani? Binti, kaa kimya. Wewe, sisi tumekuja kukubaka. Na tunakukubaka. Asikubaki ile style mbaya ile. Tunakubaka kistaarabu tu. Cha msingi utakiwa kupiga kelele. Alafu tunakubaka hao watu wawili. Lakini ukileta ngendembo zozote zile tunakubaka wote. Sasa chagua moja. Ubabwe na wawili au wote tukuingilia hapo. Na kingine, wakati unabakwa inabidi tuchukue video. Lakini hautaonekana sura. Super tayari. Ukikataa tunakubaka wote, sawa? Oya, tuliza msente yeye huo, au ni tunataka tuufyonze? Au sio? Tunataka tushinde nao tunyoloniombe. Tuliza mtoli, nyama ziko chini, okay? Tunataka utumbo watu tuzegamue tupite hivi. Kwa tulia, kuwa mpole. Wewe sikia. Sitaki kusikia neno lolote. Sitaki ujambe vitani ushtue maadui. Okay, kama umeisha. Naanza mimi. Anza kurekodi. Naanza mimi. Na mkoma kinukia. Sikia nafuata mimi. Ni kweli nateseka peke yangu kwenye dunia, manipo na wenzangu. Mzigo nilobeba ni mkubwa, sizilinganisha tena umri wangu.
mzigo wake punda, teke lake punda, hivi nitaweka wapi misula yangu? Nilivuta subila likakonda, nikauguza donda likaponda, mzee mponda naye akaponda tope, mwisho siku akaletea ugonjwa. Oh, no. Nimeumbwa kuteseka ama kupata tabu kwa dunia, au tatizo mimi sina nyota, naonekana tu niluka njia. Amida. Haya sasa, niliyokuwa nikiongea yamefika. Shida zote mimi nilikuwa kuzitimiliza kwako. Shida zote mimi nilikuwa kuzibeba. Ungepata chakula kikiwa mezani. Haya, nimekuja kuchukua majibu yangu. Wewe mzee, naomba uondoke. Na mambo yangu mengi yananichanganya huku kichwani. Naomba uondoke. Sihitaji kuongea na wewe. Mtoto mzuri, siwezi kukuacha unaipendeza. Mimi ni wa kukupeti peti. Mzee Ndimbwa. Wewe mzee, nakuchukia. Nimesema hivi, naomba uondoke. Sija kuvunjia heshima, ndakutukana mimi. Bibie. Hebu cheki video. Sasa uchague moja. Kuwa mpenzi wako mimi au hii video? Bagamoyo nzima ienee. Kazi kwako. Mungu. Mungu haupo. Kwani Mungu.
Susa. Na maana mzee alikuwa amehusika katika hili. Na maana hana watoto. Kwa hiyo nilifanyia hivi tu mimi. Kwa hiyo nilisika tu mimi. Mama uko wapi? Lakini mpenzi wangu, ndipo mpenzi wangu, naomba unisamehe sana kwa hili. Sipo tayari mzee aninyanyase. Sipo tayari mzee atoe aibu yangu. Sipo tayari kuaibika mpenzi wangu. Kusikia neno lolote. Sitaki ujambe vitani ushtue maadui. Vaito. Drum. Azizi, mambo? Azizi. Azizi. Mambo. Poa Tina, mzima? Mimi mzima, unaendeleaje? Niko poa. Mbona kama uko sawa? Amna, nipo sawa, usiwaza nani. Sio kaida yako kuwa hivyo. Ni kweli. Kuna jambo linanitatiza. Jambo gani? Hivi ushaitokewa na hili jambo au ulishailisikia ile ambayo nataka kukwambia hapa? Taniambia. Hivi ushawahi enda sehemu ukafanya jambo la ajabu kwa mtu unayempenda? Labda ukamkaba, ukamwibia, ukamfanyia vitu ambavyo havimpendezi, ila ghafla tu moyo wako katokea kumpenda. Unahitaji kumwambia, ila unaweza atakuelewa? Kwani hilo jambo ni zito sana? Mbona kama sielewi vile unanificha? Kwangu mimi niliona sio ajabu sana, kwa sababu nilikuwa nahitaji pesa. Ila kwake ni kinyama sana. Ila kuna mtu nituma nikamfanyia ubaya. Mimi ndo nilikuwa mhusika mkuu wa ile jambo. Ghafla tu pale moyo wangu katokea kumpenda. Ingali ile kazi ningekuwa kwangu peke yangu, nisingeweza kumfanyia, kwa sababu tulikuwa wengi na tulikuwa na matatizo ya kifedha. Kabidi nifanye, ila moyoni niliumia sana, kwa sababu mtu unaenda kumfanyia, moyo wangu ulitokea kumpenda pale. Azizi, rafiki yangu, sisi ni binadamu na kila binadamu ana madhaifu yake. Wenda ulifanya hicho kitendo kwa kutotarajia. Ni shida tu na matatizo yako na kufanya wenda ukamfanyia ubaya huyo binti. Lakini ukimfuata, ukikaa naye kistaarabu, mkaongea, yataweza yakaisha vizuri tu, pasipokuwa na mgongano wote ule wala changamoto tena yote ile. Nitajaribu kama atataka kunielewa, ila ni binti ambaye kiukweli nimemkosea sana, na nitafanya juu chini nizilishe kama sijafanya kusudi. Sawa, hapo kitu kingine ambacho nataka nikushauri. Kama unaenda kuongea na huyo binti, jitahidi hasira zako kuzikontrol. Usiende kuongea naye ukiwa na hasira.
najua hataweza kukuelewa. Kwa kama unaenda, jitahidi kwanza kujiamini, kujiweka sawa. Usiwe na mawazo yoyote yale. Nenda ukaongee naye vizuri, mkakae chini mkayamalize. Najua na yeye pia ni binadamu, ana moyo wa nyama. Atakusikiliza vizuri tu na akakuelewa pia. Basi naona nisipoteze muda. Ngoja nimfuate tu nikamwambia ukweli. Sawa. Mamangu mdogo, naomba nikwambie kitu kimoja. Unajua hii dunia ina vitu vingi sana, na Mwenyezi Mungu ametuandalia kutuwekea vitu vingi tofauti tofauti. Kuna vizuri, kuna vibaya, na Mwenyezi Mungu tu ametupa. Na pia Mwenyezi Mungu huyo ndio atutengenezea magonjwa. Kuna magonjwa makubwa, kuna magonjwa madogo, na kuna magonjwa mengine hayana tiba kabisa, na kuna mengine yana tiba, wanapona. Na hayo pia sio na tiba hawezi kupona, lakini pia Mwenyezi Mungu tumatabibu wetu wakatutengenezea dawa tunaweza watu wakatumia wakapunguza makali ya vile vidudu. Mfano ugonjwa wetu wa HIV. HIV huwezi kupona, lakini dawa zao ukinywa manake unakuwa vizuri, unakuwa soft bila matatizo yoyote. Sasa mama yangu, utaanza kuzofika siku baada ya siku kwa sababu tu utaki kufuata ushauri uliotengenezewa. Mfano, unatakiwa ungefanya mazoezi kidogo, ungekula vizuri, ungeonyesha tabasamu lako lile la zamani, uache mawazo, na pia umeze dawa kwa wakati kama ulivyopanga. Unapokuwa wewe uwezi kumeza dawa, kiukweli kabisa utaanza kuzofika mapema na utapotea mapema. Mamangu, mimi nakuomba sana kama mwanao. Nakuomba sana uanze kumeza dawa. Na kuna muda mwingine unamtoa nani hapa mkweo, unaondoka naye labda bichi, mnatembea. Yaani sio mazoezi mpaka unakaa unakimbia. Yaani ile kutembea kuzunguka tu pia ni mazoezi. Si unanielewa mamangu? Nakuomba sana. Mwanangu, nimekusikia. Tena nashukuru kwa sababu nilikuwa natamani tukae kama hivi tulivyokaa tuongee hili swala. Kwa kweli mimi mamako siwezi kuendelea kukaa hapa nyumbani. Na kuhusu swala la kunywa dawa, siwezi kuendelea kunywa. Kwa sababu mbele yangu mimi naona tu giza, sioni mwanga. Najiona kujichukia mimi mwenyewe. Na nikiendelea kukaa hapa nyumbani napachukia. Sitamani. Naona tu ni bora niende nyumbani. Maana huko nikienda nyumbani nadhani labda nitapata furaha ya moyo wangu. Na sio kuendelea kukaa hapa nyumbani. Napachukia mwanangu. Napachukia sana. Mamangu, naomba nikwambie kitu. Kuna watu wanaishi na virusi vya ukimwi wana miaka zaidi ya 20 sasa hivi. Unajua kwa nini? Kwa sababu walishauriwa wakaelewa. Walishauriwa wakashaulika. Wanafanya mazoezi kwa wakati, wanakula kwa wakati, na pia wanatumia dawa kwa wakati. Sasa hivi wanaishi maisha mazuri. Na ukikutana nao njiani huwezi kumjua kama huyu anatembea na virusi vya ukimwi. Kama huyu anaishi na ugonjwa huu. Tena amenenepa vizuri, amenawili. Kuliko hiko nataka kukifanya wewe. Kwenda nyumbani kwenu sio tatizo mama yao. Na wala mimi sina mamlaka ya kuzuia. Mamlaka hayo nayo baba yangu kwa sababu yeye ndo aliokuoa. Lakini ninachotaka mimi kwangu, nahitaji kukuona kila siku ya Mungu. Nahitaji kukuona ukiwa sawa. Hayo mawazo ndo mengine yanakuchanganya wewe, kila muda unakuwa unazofika kwa sababu ya mawazo. Hivi tuseme watu wote walioasilika na virusi vya ukimwi wangekuwa wote wana mawazo, tungeona wanadondoka tu barabarani. Mamangu, mimi nakupenda sana. Mama, mimi sipendi hayo maamuzi ambayo leo amua nataka kuondoka. Na kwa nini uondoke mamangu? Si bado tunakuhitaji. Unaondoka hapo tunaacha mimi peke yangu. Shakuzoea mamangu. Kama hivi tunakaa tunapiga story, tunacheka.
Kwani tu isiwe vivi kila siku? Kwani unaamua tu hapo unataka kuondoka uende nyumbani mamangu? Mimi sijapenda. Wanangu, hii lazima niondoke tu. Maana nikiendelea kuangalia hii nyumba, nahisi kujichukia mimi mwenyewe. Na kwa sababu niko na nauli kidogo, itanisaidia mimi nifike nyumbani. Hapa nisisi kuendelea kukaa. Fanya vizuri sana. Lakini mzee wangu, si tulikubaliana tukilala wote utafute picha, si ndio? Siwezi kufuta. Kwa sababu pale nitakapokuhitaji ukijisumbua basi inarusha hewani. Lakini mzee, kwa nini umeenda kinyume na makubaliano yetu? Umeenda kinyume na maumbile. Na mimi sija kufanya hivyo. Kwa sababu ya ule usumbufu wako. Unajua haya mambo yote ningekuwa ameenda shwari singefanya hivyo. Lakini nadhani uko mbele. Nenda unavyotaka. Basi mambo yote yataenda shwari. Lakini mzee wangu, hauoni kwamba wewe unyanyasaji wa kijinsia? Basi imagine, una mtoto wa kike alikuwa anafanya kama ndo anafanya mimi. Mzee anaumia. Lakini nadhani kwamba haya mambo yataenda sawa. Pale mimi nitakapokuhitaji tukienda sawa, mambo yote yataisha. Sawa basi. Naomba uende. Ninateseka peke yangu kwenye dunia, manipo na wenzangu. Mzigo nilobeba ni mkubwa, sizilinganisha. Peke yangu mimi. Kwa nini jamani? Kwa nini mimi? Samehe sana mpenzi wangu. Naumia. Lakini nasuza heshima yangu. Penzi ya Mida, katika siku zote leo umenifurahisha. Yaani nimependa. Lakini mzee wangu, unaonifanyia unaona ni sahihi? Wewe hapo una watoto. Jaribu kupata uchungu hata kidogo tu. Mtoto wako uliomwozesha kule akawa anafanywa kama unavyonifanyia mimi. Sio sawa. Hebu kuwa na utu hata kidogo tu. Nifanye kama mtoto wako. Penzi, mwanzo ilikuwa shida, lakini sasa ushazoea. Haya mambo yote yanakwenda.
Amina ni mtoto mdogo, sina mtoto hata mmoja, na nikienda hospitali hata nikipata mimba wakunga mimi watanitukana kwa sababu hii sio sawa. Huu ni unyanyasaji wa kijinsia. Anajiuliza sana, kwa nini Mungu asikie kilio changu? Na ni kwa nini ni mimi tu? Penzi, usilie. Amida. Vipi mama? Unaangalia nini tena? Mambo vipi? Unajua mwanzo wa Amida, kila muda wewe ulikuwa unatamani kuwa na mimi. Kila muda ile, unatamani ile kuwa na mimi. Lakini sasa hivi mimi ndo natamani hivyo. Kuna vitu fulani hivi unanipa mwenyewe hivi najisikiaga. Amida wewe kipua chako hiko. Lakini mbona sielewi mama yangu, una tatizo gani? Nini kinakusumbua mama yangu? Mpenzi wangu, unajua jinsi gani Amida yako anavyokupenda? Ya, najua. Lakini naomba nivumilie kidogo. Siko sawa kiafya. Nini tatizo mama yangu? Unaoma Nahisi ninaoma. Okay. Pole mama yangu, umesikia? Ila nadhani utakaa sawa Unajua mimi furaha yangu ni wewe. Na wewe pia furaha yako ni nani? Ni mimi. Sijui umeelewa vizuri Okay. Halo. Amefariki? My God. Mpenzi, shida nini? Mama mdogo amefariki. Labda nikwambie kitu kimoja Amida. Hii dunia ina vitu vingi sana. Alafu hii dunia ina unyanyasaji wa kijinsia mkubwa sana. Babangu mimi ni mtu mmoja mjinga sana. Mjinga babangu. Sijui nisemaje Amida. Mamangu mzazi amefariki kisa babangu. Na babangu sawa tu. Na mamangu mdogo pia anafariki kisa yeye. Babangu mimi ni mwasilika wa ugonjwa wa ukimwi. Na yeye ndo alofanya akapata mamangu mzazi na mamangu mdogo. Na wote walikataa kumeza dawa, lakini babangu anameza dawa. Huu ni mwaka wa 10 au wa 11. Babangu ni mtu mmoja mjinga sana. Anaumiza sana mimi. Kwa nini baba unafanya yote haya? Mama Amida. Amida. Amka Amka mama. Amka mama. Mangu amka mama. Amida. Amida mama. Mama Amida. Amida, mpenzi wangu, unayenipa furaha hali ya uzeeni. Ndio mzee Ndimbwa mwenyewe mimi. Mzee wa Bagamoyo. Umesikia Kweli mimi nina ukimwi. Yapata miaka 10-11 sasa. Na beza vidonge. Na wake zangu wote wawili wameshakufa kwa sababu ya ukimwi. Ndio. Aha. Okay. Unipendi si Hakuna shida. Na hakikisha hii video mji mzima utajua.
na utajua mimi Ndimbwa nani. Mipango yote iliyotokea mimi ndiye drafti. Kazi kwako. Mimi ndio mzee Ndimbwa. Amida. Juu enye naona ni macho yangu. Naona wrong. She's the one. Amida anachezanga X. But Amida ameanza lini kufanyanga X videos? Amida. Amida. She's the one. 5 Psalms. 5 people. Akona 1 girl. Amida. Najuanga tu na kuonanga tu kwa village ukipassing by, but sikuzanianga before. I thought Amida you girl akona smart, but you are not smart, Amida. Yeah. Amida nachezanga X. Today, Julia amenitumianga hii video anafaa ekewe airtimes cause today I'm happy baada ya kuona Amida anafanyanga 2X videos. I never seen before mtu ambaye namjua nikamwona ngatoa acheza X. Wewe Zuma ndani. Fanya chapuje. Njoo. Tunaitana. Shavurugwa mimi sasa mshasahau. Sikiliza sasa. Unaiona hii video? Naiona ndio. Unamwona huyu dada? Jamani huyu dada mbona mzuri, ana tabia hii. Cheza mambo ya ajabu. Sio mzuri tu. Mwangalie kwa makini nywele hadi unyayo. Unamwona? Namuona jamani. Huyu dada sio anacheza X tu. Huyu dada mwafi. Na hii video anayocheza hapa ishatapaka mtaa mzima. Kazi kwako, mwangalie. Ukimu mbona tatuwa wengi? Tatuwa wengi. Sijafunga kazi na maliza kwa kusema huyu dada anatembea na mmeo. Unashtuka? Anatembea na mmeo huyu. Ushauri wangu mimi, kapime. Hivyo tu mjumbe auai. Sasa sikwambie shawaliza. Kazi kwako, Lizi. Lizi auai, niache. Ina maana mimi ndakuwa na mgonjwa kama na mama mdogo. Ninaumwa mimi. Lizi. Ndio Ndimbwa. Na kuna toka kule wewe. Unaangalia unacheka, unacheka. Vipi nimejinyea? Mna Ndimbwa, unajua mimi biashara zangu tena kipya. Pole. Nimesikia umefiwa na mama mdogo ndio. Nimefiwa bwana mama mdogo, sema huko msiba upo kwao huko. Ndio binadamu tunaishi, baadaye tunakufa. Pole sana. Kweli. Mungu mengi akupe mayai. Sasa Ndimbwa. Tulia. Mbona haraka?
Unaiona hii video Ndimbo? Ndimbo wako huyo. Umepata wapi? Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Mwenzako naumia sababu kukupenda we. Naumia, naumia. Naumia, naumia. Ndugu yangu Jaivo. Ndio. Afadhali nimekuona ndugu yangu Jaivo. Vipi? Bwana poa. Kuna jambo linanitatiza sana rafiki yangu. Ndio. Unajua nimezama kwenye penzi. Yaani nimezama. Yaani kiufupi hata ukija kunichukua ukinichukua naona kama unanyanyasa. Kwa sababu kuna mtu nampenda. Yaani unajua mwanaume akipenda anapenda kweli. Unalisikia sio hilo? Unamkumbuka yule binti tulomfanyia unyama juzi? Okay. Hamida. Swadakta. Kwa hiyo umempenda Hamida? Yaani nimezama kiufupi siku ile tunavomfanyia lile tendo. Pale nafsi yangu na moyo wangu vyote vikatokea kumpenda. Yaani Hamida mimi nimempenda. Na hapa hivi unavyoniona nilikuwa nakutafuta. Yaani ningekukosa kesho au kesho kutwa nilikuwa naenda kumpigia magoti yule. Anisamee. Kwa sababu gani? Nitegemea kwa unyama tulomfanyia atatoa ripoti, ila nimeona mpaka saizi kimya. Hamna kinachoendelea. Basi mimi nikawachukulia hii nafasi ningeenda kumomba msamaha na ningefanya lolote kwa ajili yake. Ingewezekana ningeibata simu ya ule mzee nifichie siri yake. Mdogo wangu hapo umechelewa. Umechelewa kabisa mdogo wangu. Kwa sababu siku yetu tumefanya tukio mle ndani. Yule mzee aliyotupa ile video, tulio rekodi tukampeleka yule mzee. Yule mzee amefanya vitu ambavyo tofauti kabisa alivyotuelekeza. Si unanielewa? Yule mzee ameamua kumwingilia yule binti aishi naye kama mke wake nyumbani. Na alimuahidi ataifuta akishaishi naye. Si unanielewa? Lakini kikubwa yule mzee amempelesha binti ya watu, afu mzee ameasilika rafiki yangu. Hivi yani huko nikotoka huko? Mkeo kajua kila kitu kuhusu huyo. Mke wangu mimi? Kila kitu. Mkeo anajua, unajua anaelewa, yeye anajua aje anajua tena mkeo. Sio hilo. Unamwona huyu dada? Huyu dada ana ugonjwa ambao mamako mdogo kafariki nao. Ana ukimwi. Video mimi sijasema afu zile za chini hasa. Mama yangu nimeenda. Hapo ndo nakupa picha hapo. Yaani hapo bado mwanangu. Afu mbaya zaidi yule mzee ile video ameisambaza. Yaani kwa mtaa mzima rafiki yangu. Sawa? Wanajua yani video imepita kwa watu wote na umeiangalia. Mwanangu ushakuwa nongwa hiyo. Yaani mtaa mzima ushakuwa nongwa mwanangu. Yaani kwa sababu tu mwanangu una kidogori, ile ngupo na tambo mwanangu. Yaani kila sehemu mwanangu zipo, hata ungeicheki ungeiona hiyo mwanangu. Mpaka dakika hii hapa. Usinikuepo tena hapa mwanangu. Ungeshajikataa muda. Kwa mimi toka zangu hivi mwanangu, yaani bwana nimekuona na bwana nikupanga kabisa mwanangu. Kwa kama unataka kumomba msamaha yule dem kule mwanangu. Yule mzee anasambazaji video vile, anasambazaji kwa wepesi vile, afu anajua mimi. Jaiva. Tafuta namna kumsaidia bwana, itakuwa anaongea tu, itakuwa hajasambaza. Baridi wewe nenda, lakini mimi huko sitaenda mwanangu. Nishakupanga tayari mwanangu, haiwezekani.
haiwezekani mimi kushuka tena hivi. Kwa hiyo wewe unakuomba msamaha yule demu, lakini kushanua kushakuwa jao. Maswala kwenda Segelea mwanangu, maswala kwenda jela haya mwanangu. Ishakuwa dharau. Yaani unafurahi kwa sababu hujaonekana. Mimi yule binti nampenda, ameshaonekana kwa mshanalibia tayari. Alafu hautaki kusema kwa sababu mimi na kiswaswadu ndo sijaona. Wa mwanangu sasa sikia. Mimi nishamaliza. Mimi najikataa, lakini huko mwanangu unakwenda huko kushanuka huko mwanangu. Huko pila liko nje mwanangu huko. Oa sasa unaenda wapi Jaiva mwanangu? Mwanangu ndo natembea hivyo. Mzee Njimbo umeniharibia. Mzigo nilobeba ni mkubwa, sizilinganisha tena umri wangu. Mzigo wake punda, teke lake punda, hivi nitaweka wapi misula yangu? Lakini pia pole nasema mako mdogo. Ana ukimwi. Ana ukimwi yani. Zimbwa. Shoga yangu hehe kunitoa huko mimi mwenyewe nilikuwa najisoma kulikoni? Moto shoga yangu. Fiji langu sinajua ligante. Kama unakujua unamfahamu Hamida? Si udogo anakaa hapo juu hapo, sio alienda Gachos. Yaani unashua wapi na yeye? Anacheza video vya X. Acha kunini bwana mtoto wangu. Sio maana msingizia. Subiri nikuoneshe. Mimi sina msingizia usogea. Nipe shoga yangu, nipe umbea huo. Usiamida huyo. Tukaribikia huyu jamani, usiku ameondoka huyo. Jamani, mbona kalibika hivyo mtoto? Mke wangu. Nimeamua kujua mimi na mtoto wangu wako tumboni. Nimekuacha na muda wako mcheza X. Usiojua. Hamida ni mwasilika wa kiume. Kwa hiyo nimeamua kujua na mtoto wangu wako tumboni. Asante.
Ni kweli nateseka peke yangu kwenye dunia, ama nipo na wenzangu. Mzigo nilobeba ni mkubwa, sizilinganisha hata na umri wangu. Mzigo wake punda, teke lake punda, hivi nitaweka wapi ni sura yangu? Nilivuta subira likakonda, nikauguza donda. Hello. Access. Sorry. Salama kabisa. Nimeita Success, sijajua kama ndo jina lako kamili kwa sababu Yes, I'm the one. Success. Okay. Nafahamu kwamba wewe ni mwenyeji mazingira haya, isipokuwa kutokana na ubizi wa kazi zetu hizi kutafuta, kila mtu anakuwa ametingwa huku na huku, mwisho wa siku tunakuwa hatukamatani. Yeah, sure. Samahani, kuna swali nataka nikuulize, na kama nitakuwa navuka mipaka basi unisamehe. Vipi? Lizi ni mtu wako? Namaanisha ni mpenzi wako? Sure. Na kuna video ambayo ilikuwa imesambaa. Nadhani kwa asilimia kubwa wanaoishi mazingira hapa kijijini, kila mtu ameiona. Yeah, ni kweli. Hata wewe pia umeiona? Yeah. Sasa ile picha bwana, ile video imechezwa X. Kwa hiyo akaenda kuonyeshwa ule mke wake na Ndimbwa. Baada ya kuonyeshwa ile video alisikitika sana mke wake na Ndimbwa kwa sababu wakicheki ni binti ambaye wamezoeana, ni wa mazingira ya mtaani. Lakini cha ajabu, baada ya yule binti kumuonyesha ile video akamtamkia kwamba pia Ndimbwa shaitembea na yule binti Hamida. Alafu istoshe Hamida alikuwa tayari ameasilika. Kwa hiyo ilimshtua mke wake na Ndimbwa mpaka ikamfanya ajiue. Na vipi kuhusu Ndimbwa? Yeye ako wapi? Baada ya Ndimbwa kurudi nyumbani kumkuta mke wake amefariki, ukizingatia mke wake ndo alikuwa pia ni mjamzito, akapata na pressure akatoweka. Jesus. Bro, sad story. I never knew it before, bro. I never. The first time ndo nasikia tu ukinipea his feedback, but I could know even what is going on. But I could know what is around. But bro, enye Zubeda kitu yenye amefanya kujiua wala haikuwa maamuzi sahihi, kwa sababu enye tunajuanga mtu mwenye ako na HIV akitembea na mtu mwenye ambaye hana HIV hamaanishi kwamba yule mwenye hakuwa na HIV ataenda pata HIV. Hapana, kudu na mtu mwenye ako na HIV hamaanishi kwamba ni kuambukizwa HIV, kwa sababu nowadays watu wenye wanatumianga ART, zile dawa ambazo yenye wametupea za kutumia ARV, zile ukiwa wenye unatumia kwa good attempt, unaweza ukawa uko good kwa damu yako na ukashare na mtu mwenye ambaye hana HIV na wala usipate maambukizi, kwa sababu ile dawa yenye walikuwa na HIV wanatumia inaenda kufubaza yale makali ya virus, ambaye virus hawezi tena kuambukiza mtu kwa sababu yule mtu ako kwenye dose. Pia hata kama yule mtu akiwa hayuko kwenye dose na ako na HIV, but in the mistake ukaja ukadu naye, lazima kupatikana michubuko ambaye itasababisha wewe upate HIV. But kama hakuna mchubuko yote ambaye umepeana, si lazima upate HIV. Haimaanishi kwamba utaenda tu pata HIV. Kwa hivyo maybe angejaribu kuuliza kwa watu wa karibu wenye wako na knowledge ya hii issue, wangeweza kumpea kutambua kwamba si kwamba ukisikia fulani yako na HIV ukam-avoid kwamba anaweza kukupa HIV. Hapana, kuna kutumia condoms kama protection pia inaweza kusaidia. Pia tu ni kushauri kijana mwenzangu, hata wewe kama unajihisi afya yako
haiko okay, au kama unajisikia unacheza rough, ni heli ukaenda kwa hospital kucheki afya yako, then kama uko good, ili uweze kuingia kwenye huduma ya protection ambayo unaweza ukatumia condoms na ukaikinga afya yako. Na pia kama ukijikuta you are HIV positive, na kama ukijikuta HIV positive, basi ujue jinsi gani unaweza kutumia dawa on time ili afya yako iweze kuanga poa, because now most of them wenye wako na HIV wanaweza kuishi hata miaka 50, 60 bila kupata kifo, kama ukizingatia maelezo ambayo umepewa kwa daktari. Mi nikushauri tu hivyo kijana mwenzangu, kama uko good unaweza ukaenda kucheki afya yako. But hii story yenye umenipa imeniuma. I feel so pain bro, so sad. Asante, umetoa ushauri mzuri, na pengine yaliyotokea yalikuwa ni kwa sababu ya ukosefu wa elimu. Kingine cha kumalizia ni kwamba usisahau kumwambia Lizi kwamba hizi taarifa anazozidi kuzisambaza haipendezi. Kwa hiyo anaweza akaacha. Akiendelea kufanya hivyo inaweza kumletea madhara, kwa sababu ikija kufahamika kwamba yeye ndo chanzo cha. Lakini cha kujazia ni kwamba mchumba wako inabidi apunguze kutoa hizi taarifa, kusambaza haya maneno na kusambaza hizi picha, kwa sababu ikija kufahamika kwamba yeye ndo chanzo cha vifo vilivyotokea atakuwa yupo matatizoni. Kwa hiyo mwambie ajichunge. Okay, I will talk. Asante sana, unisamehe sana kwa kusumba, bado tumekaa sana. Umenikosea nini mpaka nisamehe? Siku njema. Kweli ni dunia. Nimechosha sana. Nimeharibu sana. Nimeua sana. Sasa inatosha. Nimeua mke wangu. Nimeua familia. Nimeua watu wengine. Inatosha. Ni wakati wa kubadilika sasa. Nikae sawa na jamii. Kila sifa ina mwisho wake. Inatosha. Mungu wangu nisamehe. Hebu nifanye mambo yanayowezekana katika jamii. Haitoshi. Inatosha. Mzee una roho mbaya. Tena nisaidia muuaji. Tena nisaidia mchawi. Umeniambukiza mimi ukimwi. Umeua watu wangapi? Pasipokuwa hata na huruma. Haya sasa. Umeniambukiza mimi ukimwi. Mimi nimemwambukiza mwanao. Mwanao mwanamke. Tena mjamzito. Je, mtoto mdogo mzee, wewe una haki ya kufa. Ni baya ufe. Na ukifa wewe utakuwa una hatia. Lakini je mimi na watu wengine, na mtoto ambaye ni taifa la kesho? Kufa tu mzee. Kufa. Mzee ponda naye kaponda tope, mwisho siku akaletea ugonjwa. Oh, no.
Ndimbwa, mimi nakuahidi nipo tayari kuanza mwanzo mpya wa maisha yangu, lakini kukusahau ndo siwezi, Ndimbwa wangu. Na mimi nipo tayari kwenda kliniki, na nakuahidi sitaweza kumwambukiza mtu mwingine. Nakupenda sana Ndimbwa, nimeshindwa kukusahau.